I want justice, as I recall, that said wanted, dead or alive. Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, of course, ni majina maarufu sana duniani. Osama bin Laden alikuwa ni kati ya watu wanaotafutwa sana na Marekani kwa sababu ya matukio yake ya kigaidi. But contrary to that, Osama ametoka kwenye familia ya kitajiri sana. Baba yake Mohammed bin Laden alikuwa ni mmiliki wa kampuni kubwa ya ujenzi ya Kisaudia ambayo ilikuwa ina connection nzuri sana na familia ya kifalme ya Kisaudia. تصرف التصرفات في غاية Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden, of course, ni majina maarufu sana duniani. Osama bin Laden ni moja sura maarufu sana duniani. Of course, at one point of his life alikuwa ni kati ya watu wanaotafutwa sana na Marekani na washirika zake kwa sababu ya matukio yake ya kigaidi. But contrary to that, Osama ametoka kwenye familia ya kitajiri sana. Baba yake Mohammed bin Laden alikuwa ni mmiliki wa kampuni kubwa ya ujenzi ya Kisaudia ambayo ilikuwa ina connection nzuri sana na familia ya kifalme ya Kisaudia. Kwa hiyo alishinda tenda nyingi sana za kiserikali, lakini pia significantly alipewa mpaka tenda ya kukarabati msikiti wa Madina na Maka, Saudia. Kwa hiyo alikuwa na influence na baba yake. Kwa hiyo Osama pia alikuwa ni mnufaikaji mkubwa wa utajiri wa baba yake kwa sababu alikuwa very exposed na very spoiled. Na at one point mwaka 71 baba yake alimpeleka Uingereza, chuo cha Oxford, kujifunza lugha ya Kiingereza, na huko of course alidevelop mapenzi ya mpira na specifically kwa club ya Arsenal kama mshabiki, lakini pia yeye kucheza kama center forward. Aliporudi nchini kwake, of course maisha yaliendelea kama kawaida. Alifanikiwa kufika chuo kikuu na chuo cha King Abdulaziz cha Saudia, na alichukua masomo ya biashara na uchumi. So he had very very normal and a basic childhood na maisha ya kawaida kabla ya the storm. Osama kipindi mwaka 79 Afghanistan kulikuwa kuna mabadiliko ya serikali. Kwa kuna mapinduzi yalitokea, ikaingia serikali ya kikomunista, lakini ambao pia ilikuwa inapingwa sana nchi ya Kiafghanistan au jamii za Kiislamu za Afghanistan, kwa sababu ilionekana kama serikali ambayo haiku keep up values za kidini. Soviet Union, umoja wa Kisoviet kipindi hicho ulikuwa unategemea Afghanistan kama ni nchi ambayo yeye kama umoja wa Kisoviet inabidi maintain ushawishi wake. Kwa hiyo alichukua jukumu la kuingia kwenye nchi ya Afghanistan ili kuhakikisha kwamba serikali yake anayoisupport ambayo ni puppet government ibaki madarakani. Kwa Waislamu wengi, nchi nyingi za Kiislamu iliona hii ni kama kuingilia jamii za Kiislamu ambazo pia zilikuwa zina haki yake aidha kidini ama kijamii na kiutawala. Na one person ambaye pia alichukizwa na hilo jambo ni Osama bin Laden, of course kipindi hicho akiwa kwao Saudia. Osama bin Laden akachukua jukumu la kwenda Pakistan, sehemu inaitwa Peshawar, ambapo of course ni mji wa mpakani. Akakutana na watu wengine watatu including Ayman al-Zawahiri, lakini pia Abdullah Azam, ambao walikuwa ni watu wa mwanzo kabisa katika kushape maisha ya Osama. Walipofika wale watu walianzisha kitu chao kinaitwa Maktab al-Hidamat, ambao ilikuwa ni kisehemu au ni kitu ambacho kilifanya kazi kubwa mbili. Cha kwanza, kuhakikisha kwamba wapiganaji wa Kiarabu kutoka mataifa ya Kiarabu wanakuja kusaidia nchi ya Afghanistan, lakini pia kitu cha pili, kuhakikisha kwamba wana recruit au wanakusanya wanajeshi wa Kiarabu au wapambanaji wa Kiarabu au wa Kiislamu kwenda kwenye vita kusaidia Waislamu wenzao, swala ambalo lilifanikiwa kwa sehemu kubwa sana. Remember, kipindi hichi ilikuwa ni wakati ambapo dunia ilikuwa kwenye vita baridi, na Marekani akaona hii ni kama fursa ya kusupport mujahidina kwenye kupambana na hivi vitu. Of course kwenye maisha yako, kwenye stories zako unaweza kuwa at one point umesikia kwamba Marekani at one point walimtengeneza Osama. This is where the scenario is, kwamba Marekani aliwasupport Afghanistan katika mapambano yake na Msovieti. Of course hakuna direct moja kwa moja, alikuwa anampa fedha Mpakistan, alikuwa Marekani, Msaudia na Mchina wanampa fedha na silaha, yeye anawapa watu wa wapambanaji hawa. Kwa hiyo wakina Osama walikuwa ni miongoni mwa watu walionufaika na hizi fedha kwa sababu na wao they had the same cause. This is how
Osama went into contact with operation za Marekani kupitia CIA. Of course ilikuwa codenamed Operation Cyclone. Vita ilivyoisha kukawa kuna debate kubwa. Debate ya kwanza ikawa tumetengeneza kitu Maktab al-Hidamat, vita inaelekea ukingoni, watu tuwapeleke wapi? Osama na Ayman al-Zawahiri wakasema bana, tutengeneze kitu kikubwa zaidi, tukasaidie ardhi nyingine za Kiislamu dunia nzima, iwe ni a global cause, tusiishie tu ndani. Lakini Abdul Azam akasema no, inabidi hii tuliyotengeneza ibaki hapa ndani, tusaidie kusimamisha serikali itayofuata ya Afghanistan. Of course kwa bahati mbaya 89 jamani uawa. Of course kuna speculations nyingi sana kwamba nani alimuua Abdul Azam. Osama took this as an opportunity ya kuanzisha Al-Qaeda kwa mwaka 88, ambao wanajeshi wake wengi aliwa recruit kwenye hii taasisi mpya ya Al-Qaeda. Fast forward, alivyorudi nchini kwao, kwa sababu vita hii walishinda, alipokelewa kama shujaa, lakini pia kama mwokozi wa Waislamu wengine. Na remember, his family had ties with the royal family. Kwa hiyo hata aliporudi pale, even the royal family, familia ya kitawala ya kifalme, ili appreciate what Osama had done in Afghanistan. Osama mwaka 90 alitaka kuingilia nchi ya Yemen na wanajeshi wake wale kuhakikisha kwamba chama cha kisocialist cha Yemen kinatoka madarakani. Serikali yake ikamzuia. Pia akataka aingilie serikali ya Pakistan kumtoa waziri Benazir Bhutto wa kipindi hicho. Serikali yake ikamzuia. Hii ndio mara ya kwanza Osama na serikali ya Kisaudia walianza kupishana. Mwaka 90 mwishoni Iraq ikaingia Kuwait. Of course Iraq ilikuwa imetoka kwenye vita kubwa sana ya yeye na Iran, na alikuwa na uchumi wake kwa mbaya sana, na alikuwa anataka fedha za kujenga uchumi wa nchi yake. Kwa akaingia nchi ambayo ni moja ya nchi tajiri sana duniani, Kuwait, ili kufidia madhara na hasara aliyopata kwenye vita yake. Kitu ambacho serikali ya Kisaudia iliona ni hatari, maana yeye na Kuwait wamepakana, na yeye pia alikuwa na mafuta mengi Saudia. Akaona kwamba kama Iraq imeingia Kuwait, then mimi pia kwenye risk. Hiyo ikamlazimisha Saudi Arabia kumfuata Marekani kupitia of course waziri wa ulinzi Bwana Dick Cheney, na kumwambia kwamba hey, nahitaji msaada wako wa kijeshi kwa sababu I think Iraq ana pose a threat kwenye ukanda wangu. Kitu ambacho kilimuudhi Osama sana, kwa sababu kwenye fikra za Osama alijua kwamba Saudi Arabia ni ardhi takatifu kwa sababu ina host maeneo mawili ambayo ni ya takatifu kwa dini ya Kiislamu, Maka na Medina. Kwa hiyo haitakiwi mtu ambaye sio Muislamu kuwa sehemu ya ulinzi kwenye hii ardhi. Fast forward, akaomba yeye mwenyewe kukutana na mfalme Fahad wa kipindi hicho, of course akiwa na waziri wa ulinzi wa kipindi hicho Prince Sultan bin Abdulaziz. Swali kubwa aliloulizwa Osama akasema of course mimi nina wanajeshi wangu wako Afghanistan, walipigana vita and everyone knows kwamba walishinda, ni sehemu ya ushindi wa hiyo vita. Naomba tuwe sehemu ya ulinzi wa Saudi Arabia dhidi ya Iraq. Mfalme alimuuliza kitu kimoja kidogo sana Osama. Tunaamini Iraq ana silaha za kibiolojia na kemikali, utatulinda vipi dhidi ya hizo silaha? Osama akasema nitawalinda kwa imani. That's when the King Fahad akaamua opt for the US military assistance. Osama akaanza kudenounce serikali ya Kisaudia hadharani, akiipinga na kuhamasisha ulama wa Saudi Arabia waipinge serikali pia. Serikali ikamfukuza, na ndipo alipoanza maisha yake mapya ugaibuni. Baada ya Osama kufukuza Saudi Arabia, akaenda Afghanistan very briefly kwa sababu ndio sehemu ambapo alikuwa na wanajeshi wake, of course na base ya Al-Qaeda. Lakini mwaka 92 alienda Sudan, na Sudan aliitwa na mtu mashuhuri sana wa Sudan kipindi hichi, Hassan al-Turabi. Hassan al-Turabi ni mtu ambaye
alichangia kwa sehemu kubwa mapinduzi ya mwaka 89 ya Sudan na kumweka Omar al-Bashir madarakani. Kwa alikuwa ni very influential person kwa serikali ya Sudan. Osama huko alikuwa na maisha mazuri na kawaida, in a way that hata wanajeshi wake wa Afghanistan takriban 480 aliwaleta na wenyewe waje Khartoum, Sudan. Na alifungua kampuni ya ujenzi ambayo alijenga barabara sehemu kubwa sana, akafungua mashamba makubwa, lakini pia akafungua kampuni ya ngozi. Kwa he had a very normal life. Ina estimate kwamba uwekezaji wake ulikuwa ni kati ya dola milioni 30 mpaka 300. Kwa he had a very normal life. Kwa bahati mbaya ama nzuri, Marekani walikuwa tayari washa Mark Osama. Of course sio kwa ukubwa, walikuwa hawajui nguvu yake na madhara yake kwenye dunia ya baadaye, lakini walisha wapa CIA task ya kumfuatilia Osama, na specifically Special Agent Billy Wall alikuwa kwenye hii kazi. Na at one point aliwajulisha Marekani kwamba Osama anatembea bila silaha na ana ulinzi mdogo, kama tunaweza either tumteke ama tumuue. Lakini Marekani bado ilikosa sababu za kisheria na za kidiplomasia za kumchukua Osama, kwa sababu at this point alikuwa jamdhuru Marekani moja kwa moja. Of course due to international pressure na nini, Osama alifukuzwa na Sudan mwaka 96. Na alifukuzwa baada ya Hassan al-Turabi kwanza kutolewa nje ya serikali na rafiki yake wa zamani Omar al-Bashir, lakini pia pressure kubwa ambayo Sudan alipewa na Marekani kwamba yeye ni sehemu ya kushikilia magaidi. Kwa hiyo naye alitaka atengeneze mahusiano mazuri na Marekani, so akamexpel Osama. The only country that wanted Osama in was Afghanistan, kwa sababu ilikuwa ni chini ya Taliban kwa kipindi hichi. Saudi Arabia mwaka 94 tayari walishafuta uraia wa Osama, lakini pia wakazuia asset zake zote za Saudi Arabia, lakini pia cha mwisho wakazuia gawio lake la kila mwaka la dola milioni 7 kutoka kwenye familia yake, kutoka kwenye biashara za familia yao. Kwa hiyo Osama had nothing rather than kugeukia ugaidi kama kazi rasmi kwenye maisha yake. After Osama kuwa expelled Sudan, alienda zake Afghanistan, kwa sababu sehemu pekee ambapo alimkubali, na pili kule Taliban walikuwa wamechukua nchi. Na Taliban of course chini ya Mullah Omar ilikuwa ina maono sawa na Osama bin Laden na Al-Qaeda yake. Na Osama aliapa kiapo kwa Mullah Omar cha utii, kwa sababu of course in a personal way Osama alikuwa anamuita Mullah Omar Emir al-Mu'minin, kwamba the commander of the faithful. Kwa hiyo alikuwa Osama mwenyewe aliapa kiapo cha utii kwa Mullah Omar, na Mullah Omar in return akampa hifadhi. Of course na Osama bado alikuwa na pesa 2-3 za kufinance michongo ya Mullah Omar. So yeah, 96 kwa mara ya kwanza, of course baada ya pressure kubwa na kutoka Sudan na Marekani kupressurize dunia debunk Osama, of course nchi yake ya kuzaliwa Saudi Arabia, lakini pia Sudan. At this point Osama had everything personal with America. Na at one point kumbuka alishakataa nchi yake ya Kisaudia kukanyagwa na watu ambao sio Waislamu, na wao kuact kama ndio the protector of that land. Kwa hiyo alikuwa na sababu ya kwanza toka zamani, na sababu ya pili ilikuwa ni pressure ambayo USA has always been putting on international community pin down Osama. Kwa hiyo akaanza rasmi na alitoa fatwa yake ya kwanza ambayo ilikuwa ni kudeclare vita dhidi ya Marekani kwa mara ya kwanza mwaka 96. Na mwaka 98 alitoa fatwa yake ya pili ambao alideclare wao sio tu kwa wanajeshi ama military installations za Kimarekani, bali hata raia wa Kimarekani. Na hiyo ilikuwa ni baada ya mashambulizi pacha yaliyofanyika Afrika, specifically kwenye ubalozi wa Tanzania na Kenya wa Kimarekani, na kupoteza maisha watu takriban 224. So this is the time that FBI na CIA had the picture how bad Osama na taasisi yake ya Al-Qaeda na magaidi wengine wanaweza wakaathiri aidha amani ya raia wa Kimarekani, lakini pia the global state of peace. Na wakaanza kutafuta rasmi. Of course chances nyingi ambazo ilikuwa missed
including ya wana ambao walipiga mabomu kutoka kwenye manowari za kivita kwa sehemu ya coast ya Afghanistan, wakamkosa kwa sababu aliondoka mapema. Lakini pia wakapata intelijensia kwamba yuko kwenye mashamba ya Tarnak ambayo walikuta yuko na raia wengine wa kawaida, kwa hiyo wakahofia kwamba wangefanya pale mashambulizi ya anga wangedhuru au wangepoteza maisha ya raia wengi ambao hawakuwa na hatia. Bas fast forward, Osama mwaka 96 alikutana na mtu anaitwa Khalid Sheikh Mohammed ambaye alimwambia Osama, kama tunaweza we can plan something ambacho kitawaumiza wa Marekani kwenye moyo na ardhi yao, kwa sababu we have to plan something big ambacho kitaacha alama kwa Marekani. So Khalid Sheikh Mohammed alikuwa na idea, lakini of course the idea was vague. Osama akairefine. Khalid Sheikh Mohammed alikuwa hana watu, alikuwa hana fedha, lakini pia hana logistics za kuhakikisha kwamba maono yake ya kupiga landmarks kubwa za Marekani kwa kutumia watu ambao watajitoa mwanga kwa kupitia ndege za abiria yangetimilika. Kwa hiyo Osama akatoa fedha, akatoa watu na logistics. Na mwanzo Khalid Sheikh Mohammed alitaka tu kupiga majengo yote ya Marekani, lakini Osama akawa very specific kwamba tupige majengo ambayo yako Washington DC kwa sababu ndio mji wa kiserikali, lakini pia tupige New York kwa sababu ndio sifa ya udhalimu au ndio picha ya udhalimu na biashara kwa Marekani. So the plan was put into doing, kwa sababu wakatafuta watu, na watu waliotafuta kutimiza ama mashambulizi, kwanza kabisa ilipaswa wawe wako very exposed, wanaijua culture ya watu wa magharibi, the western culture, wamekaa nchi za magharibi, lakini pia wao wanajua Kiingereza vizuri. Lakini cha mwisho, kama mtu anajua au alisomea urubani, angekuwa ni an added asset kwenye hii operation. Of course kuanzia mwaka 99 mwishoni mpaka mwaka 2000 walianza kuingia Marekani kwa kutumia visa za namna mbili, aidha ya utalii ama visa ya wanafunzi. Walipofika kule ndani, kiongozi wa ile kundi alikuwa ni Mohammed Atta, ambao Mohammed Atta personally alikutana na Osama kabla ya the operation na aliapa kiapo kwa Osama cha utii. Walipofika kule wakawa wanasoma vio vya kule ndani vya urubani, kwa sababu hawakutaka kutumia vilipuzi ili apovaa mabomu na nini. That was old fashioned, kwa sababu wasingeweza wakapita kwenye the screening system ya mamlaka ya ndege ya of course kwenye viwanja vya ndege vya Marekani. Kwa hiyo walitaka tu waingie, wateke ndege, then waende kwenye target zao. Fast forward, baada ya kufika Marekani, fika mwaka 2001, Osama was worried kwa sababu ya kitu kimoja. Aliona tayari ana watu wengi sana Marekani wa Al-Qaeda operative walikuwa Marekani, na tukio lao lilikuwa ni tukio kubwa. Kwa hiyo watu kuwepo kwenye ardhi ya Marekani inge raise alarm at one point na kufanya maybe the mission yao ikawa aborted. Kwa aliongea na Mohammed Atta, akamshauri kwamba kama wanaweza wafanye haraka, either mwezi Mei ama Julai. But Mohammed Atta alimwashua sana kwamba no, the plan is very very feasible, naomba nipe muda zaidi, ni plan vizuri zaidi. So walikuwa ni watu 19, ambao kati ya watu 19 kulikuwa kuna marubani 4 na wengine walikuwa wana provide the mass hijackers. Na nasema mass hijackers na maanisha kwamba ni wale watu ambao kipindi ndege imetekwa wangesaidia kwa pin down abiria ili wasi revolt against the watekaji. So fast forward, ilifika siku ya tukio. Kwanza kabisa gharama zao za kusoma urubani za Marekani zilipwa na Khalid Sheikh Mohammed kupitia binamu yake aliyeitwa Ali Abdulaziz Ali. Alituma pesa kutoka Dubai takriban $114,500 ambazo alituma kwa miamala 5 tofauti. So siku ya tukio wakapanda ndege watu wote, ambao ndege ya kwanza ilikuwa na watu watekaji 5, ndege ya pili the same 5, ndege ya tatu 5, ndege ya mwisho 4. Plan yao ni kwamba walisema walikuwa wameplan kwamba dakika 10 na 15 za mwanzo ndio muda sahihi wa kuteka ndege, kwa sababu ule mlango wa kwenda kwenye cockpit au kwenda ile sehemu ambayo ndege inaendeshwa pako wazi. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kuingia kwenye cockpit bila kutumia nguvu kubwa. Lakini pia walichagua ndege ambazo zinaenda safari ndefu ili tu kuhakikisha kwamba
hizi ndege zinakuwa na mafuta mengi, zimewekewa mafuta mengi kwa sababu ya hii safari ndefu, ili watakapofanya impact au watakapogonga sehemu ambao wameitazamia, explosion iwe ni kubwa kiasi kwamba uharibifu uwe ni mkubwa. So walivyopanda, na walibeba pia visu ambavyo vilikuwa ni vya kuwatishia abiria, ambavyo vilikuwa ni chini ya nchi 4. Kipindi hichi mamlaka ya anga ya Marekani, the FAA, ilikuwa inaruhusu kubeba visu ambavyo viko chini ya nchi, kwa sababu waliamini kama visu vya labda venye machungwa, ma apples and everything. So they used this loophole. Na mfumo wa usalama wa viwanja vya ndege uliwapik karibu nusu yao, uliwawekea alert na walikaguliwa mara ya pili, lakini maafisa usalama walijikita kwenye kutafuta vilipuzi, explosives, na watu hawakuwa na vilipuzi. Kwa hiyo at the end of the day walipewa a green light ya kupanda kwenye ndege. So ndege ya kwanza ikagonga jengo la kaskazini la the World Trade Center saa 2:46, ambavyo watu wengi wakahisi ni ajali ya kawaida. So it was an accident. Saa 3:03 ndege ya pili ikagonga jengo la kusini mwa World Trade Center complex, na kwa sababu jengo la kwanza tayari lilikuwa limesha gongwa na hii ndege ya mwanzo, so TV nyingi au vyombo vingi vya habari vilikuwa tayari vina cover the news. Kwa hiyo ndege ya pili ilipogonga jengo la kusini mwa the World Trade Center complex, ni tukio ambalo lilionekana live kwenye vyombo vya habari, either CNN au Sky News au BBC. So it was caught on camera, na watu wote ambao walikuwa juu ya eneo la impact, yani ile sehemu ambayo iligongwa na ndege, walishindwa kuja chini kwa sababu lifti na ngazi zote zilikuwa zimeharibika. Kwa hiyo watu wengi walikufa kwa kuruka, takriban 50 mpaka 200. Na ndege ya tatu majira ya saa 3:37 iligonga Pentagon, na ndege ya 4 ambao watu wengi wanatazamia kwamba ingeenda aidha kugonga ikulu ya Marekani ama bunga la Marekani, the US Capitol, ilidondoka kwenye open field Pennsylvania. Na hii ni kwa sababu ya abiria walikuwa tayari washapata habari kutoka kwenye simu zao kwamba kuna tukio la kigaidi linaendelea, ambao wanaamini ni ndege zimetekwa na it is coordinated, kwa wakaanza a revolt. So baada ya watu kujitolea na kugombana hawa watekaji, na remember kwamba kwenye ndege ya mwisho kulikuwa kuna watekaji 4, si 5 kama ndege nyingine zilivyokuwa. So they were overpowered, na wakaamua wadondosha ndege kwenye ardhi ya an open field in Pennsylvania. So this is how the attacks were of course coordinated. Na hii ilipelekea serikali ya Marekani kuwage war on terrorism, kuwapa vita dhidi ya ugaidi chini ya George W. Bush, kitu ambacho kilipelekea a 10-year manhunt ya Osama. Ndani ya miaka 10 akatafutwa na akauawa mwaka 2011 baada ya the operation ya Neptune Spear.